Yeah. Yeah. Baba ni waoyo, mtoto matatizo, ila siku makelele ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2000 ndo mambo yake, alamujiwe kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae kuoa, wakati wengine ndo hawanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi ya toto wa kileo, hawezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba siku saba. Mwenzetu vipi bila hodi ndani kwangu? Shoga mjio mdogo huyu. Njoo kwanza mdogo huyu hapa shoga yangu. Njoo. Shoga yangu. Mtu. Shoga siamini. Sijana nikwambia. Yaani nina furaha. Mpaka tunakuelezea. Hiyo furaha yako mimi inanihusu nini? Cha kwanza, kilichokulipua huko mpaka kaingia chumbani kwangu bila hodi, shida nini? Na nimeshakwambia siku ya kwanza kabisa umerudia. Na leo umerudia hivyo. Shida nini? Shuga yangu sisi niambia sana, nifanye nisamee tu kwanza, nisamee. Ila furaha imepitiliza mpaka kiasi cha kwamba nimesahau kugonga mlango. Nimeingia kama chuoni sio kama wapi. Ujue Jimmy tabia yako siipendi. Haya sawa, tuachane nayo. Nimeshakwambia sipendi tabia yako mbaya, ila pili anaambia kwa kilichokufanya utoke huko mbio mbio na una furaha ambazo mimi sizielewi. Siashi. Kwanza nikienda tunaona huko shoga leo. Huku. Wewe. Sina shombo ushoga yangu. Sina shombo. Wewe sisi hebu nifanye hivi. Msubiri kwa riachi hapo. Geuze tu kidogo nione. Ushaanza kuchanganyikiwa na wewe. Hongera. Shoga yangu asante, tuacha niipokee. Maana sikutegemea kama ningefika hapa sawa. Shida nini kwanza? Mbona anaanza tena vitisho? Leo kuna ng'ombe ukajichanganya huko. Nimemkamua. Mwenye kaona kanikomoa, kumbe mimi ndo nimemkomoa shoga yangu. Kalipamoja akakutolela. Sisi nani nibaki na sisi na mimi nikampigia. Wewe. Usiniambie. Hebu liwashikie. Mbio mpaka huko. Nakwambia ni mimi. Usiniambia hapa kwa shopa juu. Furaha yote shoga yangu tunaliwaki. Ndio nawashia hapa. Hebu kwanza tuone. Aiwaki shoga yangu. Wanawashia sijui ndo hapa sijui. Hebu ngoja kwanza. Ngoja taratibu tusije karibu. Jamani. Mbona hivi sasa? Sasa nimekuwa mbona nachanganyikiwa mimi tena? Singamu. Usije kaniambia yule mzee akanipiga. Yote yanawezekana maana. Kwanza pole, afu kuna kitu nataka kuuliza. Hivi mlivyoenda huko, mliambizana nini baada ya kufika? Tumekutana tukaingia pale. Ananiambia acha game ianze. Game imeanza mama. Anataka kuondoka, kaniachia simu, kashajisasau yule bwana, ananiambia game over. Imekwisha habari yake. Aniambie kuna nini hapa sisi tunaacha simu iwani. Mimi ndio nimepata, kumbe nilipatikana. Udugu. Shoga yangu usiapigwa. Tena pigo hilo lilopigwa. Sio la hapa. Kwanza uniambie mimi nimepigwa nimeingizwa tena mjini. Mwanangu shangae mtoto wa mjini unaingizwa mjini. Tigo pesa akakupiga. Pole. Kwanza shoga yangu unanishauri nimekipata sielewi ndio nimeshachanganyikiwa. Mimi nimekimbia huko nikasema kwa tu niondoke, ila nimekosa basi nipate tu simu nikimbie. Najua huko nitaenda kuna nini. Nakuja basi mimi na mamashi.
Nitakushauri chukua simu peleka kwa fundi. Tatizo sina hela. Hilo sasa tatizo. Sasa hela hauna, unafanyaje kuhusu hiyo simu? Maana nao umezidi. Basi tukiachana nayo shoga yangu, fanya tu yenyewe kwenye lazima 5,000 tu. 5,000. 5,000 unayojua mimi si vidole kama hivi. Unahesabu sijui 1, 2, 3, 4, 5. Ndio hiyo ndugu yangu. Hiyo. Narudi lini? Yaani kesho jioni kesho kutwa mimi nakurudishia. Wewe, hiyo 5,000 yangu inatoka kwa masharti. Ikichelewa, mama, tunatafutana ubaya. Udugu tunaweka pembeni, tunaingia kwenye hela. Unajua hela ni sabuni ya roho. Basi usiongee mengi. Nishakwambia nakuletea basi. Sawa, nishakuelewa. Nitakupa. Baba ni wa ovyo, mtoto matatizo, ila siku makelele, ndoa ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2,000 ndo mambo yake, alamujiwe kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae kuoa, wakati wengine ndo wanapita nao. Ndio tule. Eneo midude mikabichi na midaga yako ya pasua mbao. Niambia mimi njoo tule. Mimi ndo nakula maisha zoea. Kila siku nakula mitembele, nikibadilisha midaga ya mbwa hii. Nakula. Sasa wewe unakaa kusubiria, kaa usubiri. Mimi namsubiri mwanangu aniletee nyama. Piga nyama zangu hapa kap. Sikumbuki. Ndio maana kurudi mtoto kwani wasisi. Karagabao kwa kudonoe. Taisha kukaa tu hivyo hivyo, mwanangu aje, mwanangu wale. Mwisho wa siku kweupe. Ila mtu wangu. Ya sana tumbo kwa inafanya tumbo kidogo lakini. Ndio bado. Na machango ataunguruma. Na sasa utazihesabu. Mimi mwanzo nakula. Nishajizoelea mimi baba. Chochote kile mali tumbo langu lijae tu. Nitamsubiri hapa mwanzo mwisho. Najua atarudi na minyama yangu. Lakini na minyama sasa na mimi ndo nakwambia. Endelea kumsubiri. Sitoki hapa leo. Baba ni wa ovyo, mtoto matatizo, ila siku makelele, ndoa ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2,000 ndo mambo yake, alamujiwe kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae kuoa, wakati wengine ndo wanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi ya watoto wa kileo, hauwezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba, sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba. Siku 7 ndani ya siku 7. Baji. Baji. Wewe Baji wewe. Hapana kwa kweli. Yaani umelala hapo tangu jana? Mbona matatizo gani? Umeingia ndani kidogo tu umerudi zako umekaa hapa mpaka saa hizi. Sio vizuri hivyo unavyofanya. Majisa amani yangu wako imeshaisha. Niliingia paka ndani mimi umenifukuza nije kukaa hapa nje. Unapata dhambi sio kweli. Sija kufukuza. Wewe mwenyewe umekaa hapo kusubiria mabia yako sio mambuzi, makuku ndio mpaka saa hizi uko hapo. Habari za hapa baba kufa. Hakuna cha habari za hapa wala habari za kule. Sawa? Kulikoni? Yaani afadhali umerudi.
Mwanao anasumbua, mwanao hataki kuelekezeka, aambiliki. Kwani yule mtoto ulimzaa saa ngapi? Mwanangu gani? Manake mimi si huyo mwanamume kufa. Kafanya nini tena wewe mwanangu? Hataki kuoa. Nimemtafutia mchumba mzuri, mtoto. Sawa? Mguu, pua. Lakini hataki. Sasa sijui kwa sababu gani. Naomba umwambie mwanao kama anataka kuendelea kukaa hapa aoe. La kama hataki hapa msitaki kumuona. Sikia nikwambie baba Kufa. Yaani wewe tabia yako, ukitoka huko kwenye pombe zako, ukirudi hapa umelewa, ujiwagi kukaa na watoto na kuongea kiustaarabu. Wewe ni kazi yako kubwata na kupayuka, ukiwa kama wewe ndo baba, basi mtoto unamweka anakuwa hana sheria. Yaani wewe huwezi kumsikiliza mtoto, unamwambia ukiwa umelewa. Mtaelewana? Na unamwambia ukiwa unabwata mkali. Mtoto atakuelewa? Nataka kuniambia mlevi aongee mambo ya maana, au si? Nenda ufukuza saa ngapi? Utakuja kufa na mapombe kukaa nje peke yako. Ngajie. Wewe siku hizo ushakuwa una upendo na mimi. Wewe ushakuwa na roho hii. Au unipende hata kidogo. Na mimi nashukuru. Ila mwanao kaniongopea. Nashukuru. Akirudi. Nadhani mimi nashangaa baba yangu itakuwa na matatizo. Sijui baba yangu akakosea wapi mwanamume kama yeye kuniozesha. Sasa nilikuwa baba, ilikuwa upendo kati yangu mimi na wewe. Marahaba, jambo mwanangu. Shikamoo kwenye sadiki kitu mwanangu. Sasa na hapa ndio napoamini kwamba mtoto ana upendo kuliko mama. We mke wangu, upendo umeshaisha, na ndio maana mimi naishi kama mbwa ndani kwenye nyumba hii. Angalia mtoto mwenye upendo wake. Hizi ni nyama. Usijali baba, vingine kwa njiani vinakuja. Haya mwanangu, hiki sio kidogo. Mapombe atakuwa na wewe, sio mapenzi. Ipo siku wewe utakuta pabaya. Utajua mwenye na mapombe yako hapo. Siku 7. Ndani ya siku 7. Kwani unywi? Unaanza sasa kunidhalilisha, sawa? Yaani wewe ukutaka kitu chochote cha kutolea mfano, unasema ulikuwa umelewa. Ina maana mimi nikilewa na kwaje? Sitaki, nakwambia kabisa. Umerudi uwe na akili timamu kabisa kwamba hapa umerudi kwa Dogo Side, mzee wa ovyo, kijana wa 2000. Umeelewa? Nimekuelewa. Sasa uchunge mdomo wako. La sivyo wewe na mwanao mtaondoka hapa. Sijaua kwetu, labda nikwambie. Na kuvumilia tu kutokana na umri wetu tulikotokea mpaka tunafikia hapa, tushakuwa wakubwa. Sio kila siku mayowe. Umeelewa? Lakini talaka siogopi. Uyogopi? Sema na mtoto wako vizuri kiustaarabu. Lakini sio unakuwa mkali. Hakuna mtoto atakayekusikiliza kwa ukali wako ambao ulikuwa nao. Mbona mimi nikiongea na mwanangu Kufa ananisikiliza? Sina ongea naye kiustaarabu kama mtoto. Ina maana huko ulikotoka sasa hivi ushakuwa wewe sasa mtu wa busara, ina maana una akili sana. Wewe ushakuwa mwalimu wako nifundisha mimi jinsi ya kuongea na watu, ushakuwa kila. Yaani wewe sasa hivi mimi ndio unataka wewe sasa wewe uwe juu, mimi yaani wewe yamekwisha. Nakujua wewe. Zisiumuke ngumi bure hapa. Unajua mimi nishakuchoka, nitakia sababu tu hapa. Wewe vipi bwana? Wewe toka enzi ya Julius na wewe kaja Mwinyi, kaja Mkapa, kaja sijui Kikwete, kama ingekuwa gari saa hizi wewe sishakufa kabisa. Baba ni wa ovyo, mtoto matatizo. Ila siku makelele. Watoto wadogo. Wewe jaribu kuondoka hapa leo, alafu uone kama wewe mwenyewe ukuja unalia hapa. Unafikiria mchezo mimi? Mtoto Mungu kaniumba mpaka sasa hivi na uzee wangu niko very smart kabisa. Nikipita nasema Dogo Side ndio huyo mtoto wa mjini. Boni hia dedi hia. Wakati wengine ndo wanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi ya watoto wa kileo, hauwezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba. Siku 7. Ndani ya siku 7. Nimepewa siku 7.
jamani siku 7. Kaka, ni kitu gani sasa unaendelea kufanya? Unajua Dakachu, wewe hakuna kitu ambacho chochote unachokifanya. Ila mimi najua ni kitu gani unachokifanya. Kwa sababu si ndio wazazi wameamua kufanya hivi. Acha niwaridhishe kutokana na matakwa yao binafsi wenyewe walioamua. Sasa mimi nitafanyaje sasa? Kuna faida gani ya kuendelea kufanya kitu ambacho naendelea kufanya? Na hakuna mafanikio yote ambayo ninayapata tokea siku ambazo nimeanza. Mpaka leo hii mzazi anakuja kuambia kwamba acha niwafaidishe, acha niwafurahishe, wao ni wazazi. Nikwambie kitu kaka. Siku zote wanasema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Kwa nini nakwambia hivyo? Wewe hapo umeamua kufanya jambo lako na hakika nao mimi naweza nikafanya hivi nikafanya hivi. Sawa, baba na mama hataki ufanye hivyo tunavyofanya kwa sababu hivyo wote vinakufanya wewe usile, ushindwe kula spini. Hivyo pia unatakiwa uangalie unachoendelea kukifanya. Kwa hiyo mimi nitakushauri. Usipende kujikatisha tamaa kwenye vitu vidogo vidogo. Sawa, hataki baba na mama hawataki, sawa ufanye hicho unachokifanya. Basi jaribu hata kufanya kwa siri, ingia chumbani fanya muda, yani tenga muda na vitu vyako unafanya. Sawa, nimekuelewa. Labda unahisi kuna msaada wote ambao unaweza kunipa kupitia hili? Mimi yani niachie tu hilo swala, maana naweza nikakaa hata yani sikuta nikwambie kakangu. Lakini mimi niko tayari kukusaidia. Ngoja nikakae niangalie jinsi gani naweza nikafanya kitu chochote kakangu, mimi nakusaidia. Ila usifanye hivyo unavyoendelea kuvifanya maana umetumia muda mwingi. Sawa, mna shida. Ngoja nijaribu kuona kama kweli unaweza kusaidia. Sawa, usifanye tena unachokifanya, usije ukarudia. Mimi nipo pamoja na wewe. Lakini jaribu tu kuwa msiri na vitu vyako. Sawa, wazazi hawataki, fanya vitu vyako kimya kimya, sawa? Hamna shida. Oh, siku 7. Ndani ya siku 7 nimepewa siku 7. Jamani siku 7. Kaka da hapa, ngoja kwanza nitakucheki kama dakika 10 hivi 15 nitakupigia. So muda mrefu, yani kuna mtu nimekutana naye hapa nataka nizungumze naye kidogo. Sawa. Vipi dada? Safi, shikamoo. Marahaba dada, kwema? Kwema, si wewe uko ulipotoka? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Yaani nilikuwa kama bahati. Maana nilikuwa najiuliza nitakupataje au nitakuona sehemu gani. Hivi nimetoka harakati zangu nataka niende hivyo. Sasa bahati nzuri tumekutana hapa. Mimi kaka bwana nina shida. Kakaangu kufa kulala. Sasa hivi tangia siku ndo mkorofishani siku mbaya kaishia kubeti. Kuanzia asubuhi, mchana, jioni, usiku. Sio wakula, sio wakuoga, sio wakupiga mswaki. Yaani yuko busy na makaratasi yake hivi. Kila ninapojaribu kutafuta msaada, mimi sioni hata jinsi naanzia wapi na maliza wapi kumsaidia kakaangu. Yaani kwanza dada nikupe pole juu ya ndugu yetu kinachoendelea kwenye akili yake. Kwa sababu gani unajua nakwambia ile michezo ni michezo fulani ambayo unatakiwa ucheze kwanza ukiwa umerelax. Utaki kucheza ukiwa na akili yako imepanic kitu. Sasa ndugu yetu tangu utokee ugomvi nahisi kama akili yake imepanic, anaona kutafuta hela kijiweni tena ameshindikana, anaamua tafuta hela kwa njia hiyo. Sio mbaya, lakini ule ni mchezo wa bahati nasibu tunauita. Sawa. Inabidi ufanye kazi uwe na hela ndo ucheze ule mchezo. Lakini dada, mimi nikwambia kitu kimoja, mimi nitakusaidia kwa kitu ambacho mimi nakifahamu. Sasa mimi nacheza sana makeno. Yale makeno mimi ndo mchezo wangu ule wa namba. Sijui unaofahamu. Nafikia hata sijui. Basi huo mimi ndo mchezo wangu. Na namba zangu mimi kali kabisa ambazo zinanipa hela kila siku ni 0 mpaka 9. Yaani naita kodi ya 0 to 9. Sijui naelewa? Wewe nitakuelekeza dada, kwa sababu ile unaenda unampa namba hizi 0, 1, 0, 2 mpaka 9. Yani kila namba unayoandika anze na 0. Kila namba unayoandika anze na 0 mpaka 9. Kwa mfano 01, 02, 03, 04. Yeah. 05, 06, 07 mpaka ngapi? 08, 09. 09 mwisho.
Maana kwenye daftari lake kaandika minamba hiyo kuanzia 1 mpaka 99 sijui ngapi huko anaandika tu. Kazi yake kuandika kuchana, kuandika kuchana kuchoma. Sasa leo nitajaribu kwenda kumwambia hivi. Basi ndio hivyo dada, kwa sababu ule mchezo hauhitaji upani, hauhitaji hasira. Hasa kama anaweza kupani ndio madhara yake, hao atajifungia ndani, aogi hali kwa wakati na nini. Na vitu vingine vitakuwa haviapendi tena. Lakini lugha rahisi ni hivyo, yeye nenda akamwambia jaribu namba hizo. 01 02 3. Basi mimi nakuelewa. Niende sasa hivi, nirudi nyumbani, sijui niende kwanza hivi afu ndo nimkamwambie maana wewe sio na haraka na usianze kuchanganyikiwa kama kaka yako, ukaanza kupaga wote nyumba nzima pale. Mimi naenda kwenye harakati zangu. Wewe nenda kwanza unaanza kumtukana. Hamna dada. Kwa mimi nimechanganyikiwa. Hapana dada. Oh, siku 7 ndani ya siku 7